Tunaangalia kwa habari ya kwa nini Mtume Paulo aliandika nyaraka kwa ajili ya kanisa la Wakolosai. Kulikuwa kuna nini katika kanisa la Wakolosai? Kolosai ni mji ambao ulikuwepo katika ile nchi ya Uturuki. Katika mji huu kulikuwa kuna mtumishi wa Mungu anayeitwa Epafra. Epafra alikuwa ni mwanafunzi wa mitume. Kanisa la Kolosai halikuanzishwa na mitume wa Yesu, lilianzishwa na watu ambao walijifunza kutoka kwa mitume na wakaenda kuanzisha makanisa. Mmojawapo alikuwa Epafra. Epafra baada ya kukaa kwa muda mrefu na kulichunga lile kanisa, alisafiri mpaka Rumi kukutana na Mtume Paulo akiwa katika kifungo cha nje katika ule mji wa Rumi akisubiri rufaa yake. Akamweleza mambo ya kadha aliyokuwa akikutana nayo katika kanisa la Wakolosai. Ilikuwa katika majira ya miaka ya 60 mpaka 61 AD mpaka 62 AD. Mtume Paulo alisikia habari hizi kutoka kwa mtoto wake au mwanafunzi wake Epafra. Epafra alimweleza mambo ya kadha. Kanisa la Kolosai lilikutana na changamoto nyingi mbali katika kuhubiri au katika kuvuna watu ndani ya kanisa. Jambo la kwanza, kanisa hili lilijikuta limepata tabaka la wasomi. Tabaka la wasomi liliingia ndani ya kanisa. Tabaka hili walikuwa ni mafilosofa wa kale, mafilosofa wa Kiyunani. Waliingia ndani ya kanisa kiamini ya kwamba dini ya Kikristo au imani ya Kikristo ni mojawapo ya imani tu ambazo zimebeba mfumo wa maisha ya mwanadamu, lakini haina jambo lolote wala msaada wote katika kumwokoa mwanadamu katika dhambi zake. Kwa hiyo wakaingia pale wakiamini ni mojawapo ya dhehebu tu ambalo limebeba mfumo fulani wa maisha ya mwanadamu. Jambo la pili, ili tabaka la wasomi walitamani watengeneze aina fulani ya dhehebu ambalo litabeba Ukristo, Uyahudi pamoja na imani zao za kipagani, watengeneze aina fulani ya dhehebu. Jambo la tatu, watu wa Kolosai walikuwa wakifanya ibada za kumwabudu malaika. Kwa hiyo walitamani ndani ya kanisa pia kuwe kuna ibada za kuabudu malaika. Watu wa Kolosai kwa sababu ya usomi wao walifanya utafiti wa Yesu Kristo. Wakagundua Yesu Kristo ni mmojawapo wa malaika tu aliyebeba uungu, lakini anakaa tu hapo hewani, lakini yeye siye Mungu, lakini amebeba uungu fulani. Ni kweli anafaa kuabudiwa. Wakamchanganya yeye na malaika wengine katika ibada zao. Jambo la tano, hawa wasomi walifanya utafiti, wakagundua ya kwamba Yesu hakuzaliwa tu, alizaliwa pamoja na dhambi, kwa sababu alizaliwa na mwanadamu, alibeba asili ya dhambi. Ili aishinde asili ya dhambi ilibidi asioe. Kitendo cha yeye kutokuoa alifanikiwa kuishinda dhambi. Kwa hiyo akawa anasisitiza watu ili waweze kuishinda dhambi ni kutokuoa au kujitenga na tendo la ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya nyaraka hii, jambo lingine, watu hawa wa Kolosai walikuwa wamechanganya dini zote, wakiamini Uyahudi, wakiamini dini zao za kipagani. Sasa wameingia kwenye Ukristo, wanataka uingize pia Ukristo katika makundi hayo matatu. Nini kilifanyika? Baada ya Mtume Paulo kuyaona hayo, aliandika nyaraka. Nyaraka hii akasema iende kasomwe kwa makanisa yote ya Kolosai pamoja na Laodikia. Nyaraka hii ilikuwa ina mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, Mtume Paulo alisema Yesu Kristo alikuja kutuhamisha kutoka katika giza na kutuweka katika nuru kwa ajili ya pendo lake. Zaidi ya hayo, tunayo msamaha na tuna ukombozi kupitia yeye. Wakolosai wa kwanza na ule mstari wa 13. Jambo la pili, akasema yeye, katika yeye vitu vyote viliumbwa, vinavyoonekana na visivyoonekana, vilivyo juu ya jua, vilivyo chini ya nchi, katika ufalme na sultani. Wakolosai wa kwanza na ule mstari wa 15. Jambo la tatu, Mtume Paulo
akasema yeye Kristo Yesu alikuwepo kabla vitu vyote kuumbwa, yeye ndiye neno na yeye alikuwepo. Wakolosai wa kwanza na ule mstari wa 21. Kwa habari ya elimu akasema msiwaogope au wasomi, msiogope elimu zao, wala msifungwe na elimu zao, kwa sababu mafundisho yao ni mafundisho ya kipotofu. Kwa nini? Kwa sababu Wakolosai walikuwa wanaamini mtu yeyote anayestahili kusimama mbele na kuhubiri au kuongea lazima awe na kiwango fulani cha elimu. Akaambia msiogope elimu yao. Wakolosai sura ya 2 na ule mstari wa 8. Jambo la 5, Mtume Paulo akawaambia ya kwamba usiogope ule nini, ushike nini. Usiogope kwa habari ya kuabudu siku au kutoabudu siku. Akasema nyinyi hamkufanyiwa tohara ya mwilini, bali mlifanyiwa tohara ya rohoni ili kuweza kuzishinda dhambi. Wakolosai wa 2. Habari ya kuabudu malaika akasema msikubali mtu yeyote aharibu thawabu yenu kwa kuabudu malaika. Hapana, Yesu Kristo alikufa kwa ajili yetu, alizikwa kwa ajili yetu na kufufuka kwa ajili yetu. Uhai wetu umefichwa ndani yake. Wakolosai sura ya 2 na ule mstari wa 18. Kwa habari ya neno la Mungu pamoja na hekima, anasema neno la Mungu likae kwa wingi ndani yenu, pamoja na hekima ya Mungu ikae ndani yenu. Wakolosai sura ya 3. Pia hakuacha kuongelea kwa habari ya ndoa, aliongelea ndoa, wenye wake watiini pia waume zenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nini tunajifunza? Neno la Mungu kadri linavyosafiri linabadilika kulingana na aina ya watu, na kuna watu wanatamani ili walielewe ni lazima waingie na imani zao na waingie na dini zao, waendelee kuzipractice humo. Unaliona neno hili lilifika Kolosai, eneo ambalo lina tabaka kubwa la wasomi, eneo ambalo watu walikuwa wanashindana kwa hoja za kisomi, eneo ambalo watu walikuwa wakifanya utafiti kwa kila neno naloliongea. Wakaanza kumchambua Yesu, wakaishia kumwona Yesu ni kama malaika. Walikosa hekima za kiungu, wakamchambua Yesu, tukapata neno linaloitwa Christology. Wakaanza kumchambua, wakaona huyu amezaliwa na mwanadamu, ana asili ya dhambi, ndio maana hajaoa ili kuishinda dhambi. Ndio sosi ya watu wengi kutokuoa ili kumtumikia Mungu. Walikosa hekima ya kibinadamu. Neno la Mungu linaposafiri, linapokutana na matabaka tofauti, linabadilika kulingana na yale matabaka. Hilo ndilo tunaloliona katika kanisa la Wakolosai. Siku hizi tumeona makanisa mengi wakichanganya tamaduni za aina mbalimbali ili kuwapata watu wa hizo tamaduni. Kwa bahati mbaya sana, wamejikuta zile tamaduni zimekuwa zikilitawala kanisa na likilifuta neno la Mungu, na uhalisia wa neno la Mungu umekuwa ukipotea. Ni vizuri neno la Mungu likabaki kama neno la Mungu, haijalishi linapita katika matabaka gani na linaenda kwa watu wa namna gani, lakini utabaka lolote haliwezi likabadilisha neno la Mungu. Kazi ya neno la Mungu ni kubadilisha watu, kubadilisha matabaka. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa dini mpya inataka kuanzishwa, dini ya Kikristo, Kiyahudi na Kipagani. Mtume Paulo akawaambia Ukristo hauwezi ukachanganyana au ukabadilisha dini kwa manufaa ya mtu, bali Ukristo unasimama kama Ukristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukatoa ushauri na uzoefu wako. Unaonaje neno la Mungu limekuwa likibadilika kulingana na watu, au watu ndo wamekuwa wakilibadilisha neno la Mungu ili waweze kuendana nalo? Mungu akubariki sana. Shalom, shalom.